Habari za saizi wa Tanzania. Nachukua nafasi hii kuwasalimia kwa jina la Jamhuri ya Tanzania. Nimependekeza kutoa wazo ambalo litakalo weza kutusaidia sisi wa Tanzania. Na wazo hili nalipeleka moja kwa moja kwa mama yetu mlezi, mama yetu kipenzi, mama yetu mpenda maendeleo, mama yetu ambaye ni mwenye kuheshimika kila pande zote za Tanzania. Mimi nimefikiria kaona ngoja nimpe wazo. Kwa yote atakaye isikia video hii au audio hii, naomba popote pale amtumie au ashare kwa wenzake mpaka imfikie mama yetu kipenzi, Mama Samia. Nachukua nafasi hii kwa ajili ya kuweza kumpa ushauri kama mama yangu ambaye aliyenilea ndani ya miaka hiyo 5 na hii miaka mingine inayoendelea kwa sasa au kwa baadaye. Mama, tunafahamu ya kuwa wewe ni rais, hakuna asiyekujua, hakuna asiyefahamu. Nachukua nafasi hii kukupa ushauri. So naomba unisamehe kama nitakuwa nakosea, lakini kwa sababu sijakamilika, mimi ni binadamu kama binadamu wengine. Ila siku zimebaki chache za kwenda kwenye uchaguzi. Ushauri wangu kwako wewe, nimependekeza kukupa ushauri baada kukaa na kufikiria na kusikia migogoro mingi sana inayoendelea, hasa kwenye swala la wapinzani tofauti, pia na Watanzania ujumla, hususan na mimi nikiwemo. Sasa nimeomba Mungu anisaidie ujumbe huu kufikie, na kama itawezekana sawa, tashukuru, nitakuwa nimesikilizwa na nitakuwa nimepaza sauti kwa jamii ya umma. Mimi natoa ushauri kama mtoto wako tukuzaa, mimi ni mtoto wako, so kama mimi ni mtoto wako kwa sababu ni mdogo kwako, sina mamlaka yote, sina cheo chochote, sina mali yoyote ya kujivunia. Kwa hiyo natoa tu ushauri ili hili jambo liweze kuwa zuri sana kwa Tanzania. Kumwaga damu sio vizuri, kuvunjiana amani sio vizuri, kutishana sio vizuri. So wewe ni mama yetu bana, una uwezo wa kufanya chochote kile ambacho wewe una uwezo, kwa sababu sisi ni watoto tu, tutaenda wapi? Kuku wako mwenyewe umemfuga, unasubiri akikimbia jioni atarudi kulala, unakamata. So mamangu, mimi nimekaa nimefikiria, kaona ngoja nikupe tu wazo au nikupe ushauri. Utajua wewe una maintain vipi ushauri. Naongea hivi kama Mtanzania, sio kwamba labda ni mtu tu aliyetoka wapi hapana. Nimeliongelea hili swala kwa sababu inaniuma sana, kwa sababu mimi ni Mtanzania. Walipokuwa wanapigana Kongo, tulikuwa tunaumia, majirani zetu, kwa nini iwe hivyo, afu washindwa kuelewana na nini? So haiwezi kuuma zaidi kama mtu andani anafanyiwa tukio au unasikia matukio ambayo yanaendelea halafu hayafanyiwi kazi. Na ukiangalia nchi hii ina uongozi, ina kila sehemu, ina kila idara, ina vyombo vya habari. So tumshukuru kwanza Mungu kutuletea mtandao wa kijamii ambayo inafikisha sauti popote pale ili ulipo, na inapaza sauti vya kutosha. So ni tofauti na zamani kidogo, ilikuwa kufikisha ujumbe mbele ya halaiki ya watu ilikuwa ni kazi sana.
Mshukuru Mungu sana kwa hilo. Sasa wazo langu mimi ambalo niko nalo, mama, nafahamu ya kuwa wewe ni rais. Ukiangalia nyadhifa nyingi unazo na heshima kubwa unayo. Angalia ni wanajeshi wangapi, angalia ni watu wangapi wanakutazama wewe katika Tanzania hii na nje ya Tanzania hii. Kwa maana hiyo una heshima kubwa sana. So kwa vitu vinavyoendelea, haikupaswa hata wewe kupaza sauti, haikupaswa kabisa binadamu. Ishi katika mifumo aliyokuwa nayo Kikwete. Kikwete alikuwa anasemwa sana Roman unapitia ni makubwa sana, lakini jaribu kucontrol nafsi yako. kupita, sababu ukiangalia hapo kwenye nafasi nafasi sasa ya nini, nafasi ya uraisi, yani namaanisha kwamba nafasi ya wapinzani kwa upande wa uraisi uko peke yako. Haya, utakapoenda kumpigia kula huyo mjumbe, sijui mtendaji, sijui mnamuita diwani, sijui hao watu wanaitwaje, wanaokaa wapi, hao watu wanaokaa sijui bungeni, wabunge niseme, sioni kama lazima tiki ya kwanza itakuwa kwa rais, ya pili ndio chagua mbunge unayemhitaji. Ndio tunafahamu hivyo. So ingekuwa kuna upinzani kati ya chama kingine na chama kingine, is wrong kweli, hapo ungeweza ukapambana na ukapagawa. So uko peke yako kwenye upande wa urais. Nani mwingine? Hebu niambie nani? Si Kafu, si Chadema, sijui nani, sijui. Hamna rais yoyote hapo zaidi ya wewe. Sasa unategemea atakapoenda kumpigia kula mtu pale anaenda kumpigia nani zaidi ya wewe? So mamangu, punguza ghasia. Sisi ni watoto wako, tena tuko chini ya miguu yako, hatuna chochote. Tena kama mimi ndo hata shule sijasoma, ni mtafutaji tu. Hapa nimepanga nakula zangu miogo mchana na maji ya kandoro. So mimi bana sijapenda. So mimi nimeamua tu nikupe ushauri, utanisamehe kwa yote, lakini zilong kwamba mshindi ni wewe. Yani haikuwa hata na haja kutafuta marumbano na Watanzania. Wewe kausha, kaa kimya, kuwa mpole. Haya bana mamangu, miangu ni hayo. Kama nitakuwa nimekosea, mimi ni binadamu, naomba unisamehe, na nirudie tena tu, naomba unisamehe, lakini nimekupa ushauri. Nimekupa ushauri mamangu, relax, sababu kwenye kiti cha urais uko mwenyewe. Sasa na timu moja kacheze uwanjani. Yani kama ni Yanga iwe Yanga tu, pasipokuwa na Simba, pasipokuwa na timu yoyote, inashindaje au inachezaje? So peke yako ndo uko hapo. Kwa hiyo as long unatoa
niamini mimi unatoboa. Sasa hata kama saa wasipokupigia kura, atakaye kuja kupiga kura hata kama ni mmoja katika watu 100, lazima atapitia tiki tu kwenye, lazima kowe kiti bado unacho, ni cha kwako mamangu, usipagawe kabisa. Sasa hebu angalia maneno yanotupa mitandaoni kama hivi. Sijui umeimba, sijui umeongea maneno yale, watu wamekuja wamerekodi, wameweka nyimbo, sijui biti tayari naosha kwa msanii. Yani mamangu, punguza ghasia, punguza hasira. Ni kweli inauma, lakini punguza ghasia, punguza hasira, punguza kero, vurugu. Yani relax, miaka ni yako, mingine hapo 5 tunaiona. So langu ni hilo hapo mamangu. Mimi ningeomba kwa mtu yote ambaye atakayeweza kusikia audio hii au video hii, naomba mtumie mama yangu. Mimi nampenda sana. Mama yangu amtumie, Mama Samia amtumie, waweze kujua ni kitu gani nimezungumza. So naombeni bana, mnisamehe kama nimewakosea. Mimi natakia maisha mema, na natakia afya tele, na Tanzania iendelee kuwa na amani. Asante Mungu.